Pilato aliingia ndani ya Pretoria, akamwita Yesu akamwambia, "Je, wewe ni mfalme wa Wayahudi?" Yesu akamjibu, "Wewe wasema hivi kwa nafasi yako, au watu wengine walikuambia habari zangu?" Pilato akajibu, "Ama, ni Myahudi mimi? Taifa lako na wakuu wa makuhani ndio waliokutolea kwangu. Umefanya nini?" Yesu akajibu, "Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa." Basi Pilato akamwambia, "Wewe mfalme basi?" Yesu akajibu, "Wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nilikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli nisikia sauti yangu." Hilo ndilo neno la Bwana. Leo ni siku sherehe ya Yesu Kristo mfalme. Tunayo furaha kubwa kwa kutangaza rasmi kuwa Yesu Kristo ni mfalme wetu. Sisi binadamu tuliumbwa naye Mungu. Huyu Mungu alizotuumba akatupa amri na sheria zake ili tuweze kumtumikia tukiwa bado tuko hai hapa duniani, na mwishowe tuenzi katika ufalme wake wa mbinguni aliyetuandalia huko mbinguni tangu kabla hatujaumbwa. Lakini ulimwengu huwa unaingia katika giza mno. Juu ya nini? Juu ya dhambi. Nakumbuka katika kitabu cha Mwanzo jinsi Adamu na Hawa walivyokula matunda ambao walikuwa wamekatazwa. Hapa sasa dhambi kaingia. Inamaanisha kwamba wanadamu walikuwa wanataka miliki yao wenyewe, hawakutaka kuwa Mungu atawale. Hivyo sasa dhambi ikasambaa, dhambi ikaendelea, watu wakawana, watu wakatenda maovu. Na sasa siku kuu hii ya leo katangazwa rasmi na Papa Pio wa 11 alipoona jinsi giza linalosambaa ulimwenguni, jinsi watu hasa na waamini wenyewe wanavyotenda maovu, jinsi wanavyotaka kuwatumikia mabwana wawili, jinsi ulimwenguni unavyoendelea na
wakiwa polepole wanamkana Mungu. Na sasa Baba huyu mtakatifu katangaza kwamba waamini tujue kwamba tunamtumikia Mfalme wa ulimwengu, ndiye mtawala, ndiye mweza yote, ndiye mfalme wa amani, ndiye wa kweli, ni yeye wa kufuata, atutangulie mbele na sisi tufuate. Sasa masomo matakatifu ya leo, somo la kwanza la leo limetuambia katika kitabu cha nabii huyu Danieli kuwa dhamira ya sherehe kuja na ambaye atakaye kuja hapo mwishoni. Na katika somo la pili katika kitabu cha Ufunuo huwa tunaona huyu anatufunulia yaliyofichwa tangu zamani, ili sisi wale watu wote kwamba yeye ni mfalme na ndivyo iliyosababisha kuzaliwa kwake. Alikuja ili watu wote wajue Mungu, watambue Mungu na wajue kuliko mamlaka zote zinazowezekana kupatikana katika dunia hii yote nzima. Na tatu, tunatafakari kwamba Bwana Yesu Mfalme anazidi fahari katika ukuu na uweza magani, kwani ufalme wake ni ufalme wa upendo. Wala hatuwezi kuishi kwa amani tusipomsimika Yesu katika maisha yetu. Hatuwezi kupona wala kuishi kwa amani tusipomsimika Yesu Mfalme. Sema kwamba anazidi fahari wafalme wote wa ulimwengu. Wanakaa katika mamlaka zao, wanaweza hivyo. Tuangalie wanakula chakula gani, wanatembea katika magari ya aina gani, wanakula, wanatembea au wanasomea wapi. Hapa sasa yeye Yesu Mfalme wa amani ni mmoja kati ya wafalme, ni mmoja wetu kati ya familia yetu. Alikubali kutwaa mwili wetu, akaja kwetu, akajua ni nini kinachosumbua binadamu, ni udhaifu upi unayemkabidhi mwanadamu. Akajua mwanadamu ana matatizo ya aina gani, kwa kuwa Yesu alijifanya umoja na taifa lake. Yesu Kristo ni ndugu yetu na wa karibu sana. Anatuona, anatupenda. Ananiona mimi ninaposimama, ananiona mimi ninapolala. Yuko karibu yangu mimi. Anasikia sauti yangu ninapotoa shukrani zangu. Anasikia sauti zangu ninapomlilia Mungu. Anajua mapenzi yangu mimi, anajua kucheka kwangu, anajua ndugu zangu na anajua maadui wangu. Yesu Kristo ni mfalme mwenye nguvu, na nguvu zake sio nguvu za ulimwengu, nguvu kutoka kwake Roho Mtakatifu. Yesu Kristo nguvu zake hujidhihirisha katika seli. Wayahudi wenyewe walipotumwa kumkamata walisema hakuna mtu ambaye anaweza kumzidi kwenye seli.
mfalme wa ulimwengu au rais anayeweza kuwaponya wagonjwa. Huyu Yesu aliyeshibisha wenye njaa. Huyu Yesu aliyekubali kutukanwa bila kujibu. Huyu Yesu aliyefanya mambo yote ambayo tunayoyajua. Sasa kama mpinzani wako unaona kwamba hauwezi kumshinda, si sasa ni kwako kumwamini, kumwachia akutawale, kuanguka kifudifudi mbele yake ukisema bila wewe mimi siwezi. Haya yote sasa anaonekana anajidhihirisha kwamba Yesu Kristo mfalme wetu anatupenda kwa ajili yetu sisi wakosefu. Kama alizotuambia, alitaka sisi tupate uzima, tupate uhai na tena uzima wa kutosha. Na anatutuma, anataka sisi tuwe kama yeye huyu mwalimu wetu aliposema, kama Baba alizonituma na mimi nawatuma, kama Baba alizonisimika na ninyi nawasimika, kama Baba alizoniambia na ninyi nawaambia, ili tuweze kuwa sio watoto tu, bali ndugu zake, bali wafalme wadogo karibu yake. Kwa hiyo sasa anatupatia ukweli na maisha mazuri. Huyu mfalme anatupatia utukufu na neema, anatupatia haki, upendo na amani. Hivi sasa mbona alitupatia vyote na yote tunayohitaji ili tuweze kutumikia? Ni yule mwimbaji alipotafakari juu ya upendo wake Mungu akasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitakosa kitu hata kamwe. Kwa hiyo sasa sherehe hii ya leo itusaidie kukubali na kukiri kwamba Yesu Kristo mfalme yu pamoja nasi na ndiye mfalme wetu, na kumtumikia huyu Kristo peke yake, kumtumikia huyu Kristo peke yake yetu katika Kristo. Tusije kama Paulo mtakatifu anazotuonya, tusije kujitupa tena kwa mara ya pili katika matendo maovu ya giza ya dunia hii, kwani sisi sio wa dunia hii. Kwa kuwa hakuna anayeweza kuwatumikia mabwana wawili, Mungu na pesa. Tukimtumikia Mungu, pesa sasa itakuwaje? Tukitumikia pesa, Mungu sasa itakuwaje? Kama ni pesa haramu, tupilia mbali. Kama ni kazi isiyo halali, wewe kama Mkristo acha. Kama ni rafiki potofu huyu, acha. Sasa tumkiri huyu Kristo na tuendelee kuishi katika amani, katika ukweli, katika upendo ndani yake. Tuishi maisha mapya ndani ya Kristo huyu mfalme aliyekuja kwetu.
tumsimike katika maisha yetu, atugeuze wapya na semi zetu zigeuke mpya, kazi zetu ziwe mpya, mwenendo wetu uwe mpya, maneno yetu awe mapya, urafiki wetu uwe mpya. Na sasa tutakapomaliza safari yetu, atasema, njoni kwangu mwanangu, kwani ulinitumikia. Kwa hiyo pokea taji ya utukufu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Ndugu zangu, tuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Kanisa letu, Baba Mtakatifu, mapadri, watawa wa kike na wa kiume, pamoja na viongozi wote, ili waitende kazi yako kwa amani, umoja
na mshikamano wa kweli, Bwana. Tunaomba utupe moyo wa utukufu mafundisho ya imani yetu kwa kumkiri Kristo aliye mfalme wa amani, Bwana. Naombea wagonjwa wote walioko hospitalini na wale walioko nyumbani mwetu. Roho Mtakatifu awaguse wapate uponyaji ili kusimama na kumtukuza Kristo mfalme wa amani, Bwana. Tunaombea marehemu wote wa kwaya ya Yesu Kristo mfalme pamoja na marehemu wote wapumzike kwa amani mbinguni, Bwana. Mungu ya moyo wetu, uliasia wema